Bana, tunaye hapa mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya michezo na sanaa hapa nchini, Nape Moses Nnauye kwenye line. Bwana mheshimiwa waziri, hebu tuambie pengine sababu haswa ya kumkabidhi bendera ya taifa mwanamuziki Diamond Platinum wakati anakwenda kwenye uzinduzi wa sherehe za ufunguzi wa mashindano ya AFCON haswa ilikuwa ni nini? La kwanza ni kwamba lazima tuzione hizi tasnia ambazo mimi naziongoza wizarani kwangu zote ziko sawa na zina mchango sawa katika maendeleo ya nchi yetu. Ninaongoza tasnia ya habari, tasnia ya utamaduni, tasnia ya sanaa, tasnia ya michezo. Kama ambavyo tunaweza tukawapa bendera wana michezo, ndivyo ambavyo tunaweza tukawapa bendera wasanii wetu, na hili wala sio jambo la ajabu, na hakuna kanuni wala sheria iliyovunjwa katika kumpa. Lakini la pili, katika historia ya miaka karibia 50 na kitu ya uhuru wa nchi yetu, haijawahi kutokea tukapata Tanzania ambaye amepewa fursa ya kwenda kufanya lolote kubwa la kisanaa katika mashindano makubwa kama yale. Kwetu sisi tuliona ni faraja kwa bara la Afrika linakaribia nchi 50 na kitu. Wangeweza kumchagua mtu yoyote, wangeweza kuchagua kutoka Afrika Kusini, kutoka Kenya, kutoka nchi nyingine, lakini wamemchagua Mtanzania hapa. Kwetu sisi tuliona ni kutambua kwamba tasnia hii kubwa ya sanaa ya muziki katika nchi yetu imevuka mipaka yetu, na ndio maana wakamuona. Lakini la tatu, management yake walitafuta serikali kutuomba tuwasaidie kwenye logistics mbalimbali, na siku ile nilikwenda kushiriki kukabidhi tiketi ambazo zilitolewa na watu wa Mart Choice kupitia DStv. Sasa kwangu mimi, baada ya kulifuatilia onyesho litakavyokuwa, ushiriki wa serikali ulivyo, nasema iko sababu ya kumpa bendera, na wote walioshiriki kama mmeona, wasanii wote kutoka nchi mbalimbali walioshiriki, kila mmoja alikuwa na bendera ya nchi yake. Sasa inashangaza kuona eti tuna Watanzania ambao walitaka Diamond sijui akajifunike bendera gani, akaonyeshe bendera gani kule. Hii jambo la ajabu sana. Mimi nadhani kama hakuna magomvi binafsi ya kisanii, basi Watanzania tuna tabu sana katika hili. Nyinyi mnakumbuka wakati fulani waliwahi kumsema Diamond ni Mkenya. Diamond ameamua kubeba bendera ya Tanzania kuonyesha yeye ni Mtanzania, na wakati wa onyesho lake wametangaza huyu ni Mtanzania, anatoka Tanzania, mji unaitwa Dar es Salaam. Sasa hili nalo bado watu wana kinyongo nalo, ndio maana nikasema hebu ulizeni tena kwa nini nilimpa Diamond bendera. Okay, lakini mheshimiwa waziri, tumeona watu wanajadili kwenye social media kama vile hawaungi mkono. Watu wanaojadili hivyo ni watu ambao pengine kwa namna moja ama nyingine hawafuatilii historia, kwa sababu kutoka mimi nimeingia wizarani pale kwenye michezo tumemtoa mchezaji bora wa ligi ya ndani kwa bara la Afrika, Mbwana Samata. Haikuwa jambo dogo, lakini tukawatoa wacheza filamu wawili, Rich nadhani na Lulu, filamu zao zikapata tuzo. Kwa hiyo sio jambo dogo, lakini tumempeleka Diamond ameshiriki. Hivi sasa tuko katika mchakato. Leo ni Gachila Tenga anagombea kuwa mjumbe wa baraza la FIFA duniani. Kwa hiyo haya maendeleo ni watu wanaanza kushangaa sasa hivi, kwa sababu walikuwa hawafuatilii, lakini inawezekana pia walikuwa wanajikita kufuatilia jambo moja. Ninachofanya sasa hivi hapa ni kuzifanya tasnia zote ziperform na Watanzania waanze kuona. Na kwa nini nilikwenda hadharani? Sio kwamba hatufanyi mengine, yako mengine yanafanyika, lakini hatusemi. Tulipoacha kusema, watu wakaanzisha maneno, unajua akina Diamond hawa wanakwenda duniani huko, wanajipeleka wenyewe, serikali haihusiki. Nikasema sasa ngoja tuonyeshe kwamba tunahusika. We do a lot kuwafanya waonekane, wafike wanakofika, wapate support ya serikali. Diamond leo amekwenda Gabon, amepokelewa na rais wa nchi ya Gabon. Fika mahali watu bado unasema nadhani mengine ni ya kuyapuuza, pengine baada ya muda watu watapata uelewa vizuri. Asante sana mheshimiwa waziri kwa ufafanuzi. Nafikiri ameeleweka, maana maswali yalikuwa mengi sana. Ameeleweka. Nafikiri umemsikia mheshimiwa waziri. Kabisa mheshimiwa, kwa mimi nafikiri ifike time jamani, sisi kama vijana maskini Mungu tunajitahidi kwenda tu wenyewe kinguvu zetu wenyewe.
tunaomba siku zote na nyinyi mko mnatamani siku zote serikali tuanze kutusupport. Serikali inaanza kutusupport alafu tena mnaanza kuweka vipingamizi. Sio vizuri kwa sababu mnawakatisha tamaa. Tunahangaika namna tasnia yote inaweza kukua bila nguvu ya serikali. Serikali inaanza kusupport. Sasa mtu tunaanza kula mimi tena sometimes nashindwa kuelewa basi hapa tufanye vipi. Kikweli kabisa kwa sababu ikiwa paka mheshimiwa waziri mwenyewe na kama kaongea vitu ambavyo viko wazi kabisa sana zote zitakiwa ziende mbele zifike mbele ziwakilishe nchi na kila sana inawakilisha nchi au labda ningepewa maiki ya taifa Maiki ni bendera basi kama kutaka ile pembeni ningepewa maiki basi nende nayo